My name is Titus Okech, the Executive Director and the Founder of Vision Changers Kenya. Of course, today's event has been a great success. So we've had a very big number of participants from different communities and different ages and of course diverse sexes. We have had men and women participating, old and young. Papa, remember days tulilala bila food. Gonna keep faith, God gonna make it good. Hata kama life ilikuwa hard. We've also had some two major agencies of governments that have been given major responsibility to ensure that we have security and cohesion in our country. That is the IPOA and NCIC that have been able to also share their vision to the young people, also share their responsibility to the community on what they have to do in regards to matter security and cohesion, owing in mind that we are almost getting to election, and now there's a lot of politicization, there's a lot of balkanization, most of young people. So I believe, and also hate speech that has really been so bad within our political spaces. So having them on board, I think will be able to set the pace of conversations amongst different generations within our communities. Tulishiriki pia sisi, umeona tukicheza michezo mbalimbali hapa. Pia wanaona polisi walicheza, wamama wa vijana na wazee pia waliweza kuhudhuria na kuonesha kuwa kuna umoja, there is peace, coexistence and there is dialogue. Ni muhimu wananchi wajue ya kwamba there is a lot that we can do together. First of all, tunahimiza wananchi, na leo tuko hapa kwa jukumu moja, maneno ya sports. Na tunaambia wananchi we must come together. It does not matter from which ethnic group you come from which religion. We must all come together and talk the same language. Tushake mikono, tujiambie ya kwamba sisi sote ni wananchi wa Kenya. Kwa hivyo tunahimiza wananchi, tunafanya issues of reconciliation. I'm sure unasikia communities wanapigana huko hapa na pale. Tunafanya maneno ya research. Juzi tumetoa kitu inaitwa ethnic audits, tukiangalia ni kina nani ambao wamepata kazi katika serikali, ni ethnic communities zipi na ni wagani ambao wameachwa nje, kwa maana hii Kenya iko na more than 45 ethnic communities. Sports is such a beautiful tool to be able to bring people together. It breaks against divides, because as we come together to play games, as we come together to compete, we are not looking at each other as coming from different ethnic backgrounds, but instead it's just one people that are forming a team and actually competing against another team. So we believe that sports is able to bring us together, and that's why we are focused more on sports, to ensure that this year's theme around breaking barriers is actually actualized, because we had older people, the older generation, that is young people. We also had the leaders, the police officers that were playing against community members. That's something that is beautiful. As they sit together, as they compete, of course there is a spirit that is coming alive in them to ensure that we are not fighting at this particular moment, but we are fighting towards that one cause, and of course that cause being us winning at the end of the race. Kama jukwaa kama hizi za sports, we encourage, tunaambia vijana wakuje kwa mkutano kama hizi so that wa share ideas, na pia kwa platform kama hizi tunaelezea vijana program zenye government iko nazo. Kama right now zile program tunaendesha kwa hii kijiji, kama ile kazi ya mtaani ama climate works tunaelezea, ama kuhusu mambo kama hata kutafuta ID tunaelezea vijana
umuhimu even hata ya kupiga kura na kuchukua kura na kuchukua ID. For one thing that I take pride is that the conversation which we've been having for the longest, the intergenerational dialogue and the transgenerational dialogue, I believe we are among the first pioneer organizations to have instituted these conversations, I think close to 6 years ago. And right now you realize that the conversation in the country right now is in matters, how do we able to advance transgenerational dialogues within communities? Because we've really in the recent past, we've really had a very big differences between ages and generations. So I think with these editions that we've been having, we've been able to bring these communities, these generations together to have a conversation as well with their leaders, because again, they have diverse views. The young people and the older generation, their views to life, their views to the future is different. Naitwa Alexander Yoti. Mimi nimekuwa coaches wa Mkuru kwa Njenga. Hapo vijana wangu wameshinda. Nimefurahia sana na hii organization yenye Vision Changes wameleta. Hii organization imefanya vizuri juu kila mtu ameparticipate. Kulikuwa na wamama, kulikuwa na watu wa mbio, kulikuwa na watu wa mayai. So mimi nataka tu Mwenyezi Mungu aendelee kusupport sana Vision Changes juu imefanya watu wengi sahihi. Sasa ungepata watu wengine wangekuwa huko chini wakifanya vitu mbaya, lakini Vision Change imekuja kuonyesha kweli vijana wanaweza badilika. So mimi ni kitu mwenye niko nataka ku appreciate sana. We are here because of sports, but at the same time tunazungumzia swala la amani, integration na uwiano. Na ningetaka tu kwa wageni wetu moja kwa moja tu wote waniambie wao wenyewe wamefanya jukumu gani la kuhakikisha kwamba amani inapatikana. Mtu binafsi, communities, sisi sote lazima kwanza tuwe na ile knowledge, tuwe na tools, tuwe na equipment ya kutusaidia katika haya maneno ya amani. So ile kitu tumefanya ni tumezungumza na vijana na kina mama na wasichana na wazee na kila mtu deep down at the grassroots level ili waelewe nina jukumu gani kwanza. Tukiangalia maandamano yenye ilikuwa last year and even this year ililetwa mbona kwa sababu sisi tuko hapo kwa yote ball kama Flower Girls. Sisi tuko hapo kama madoido tuonekane, lakini maoni yetu haitiliwi maanani. Si ni ukweli? Tulitokea kwa streets tukasema we want accountability, we want integrity from these leaders, but at the end of the day tuliona ikifanyika. Kazi ya chief ni kufanya arbitration, kuleta amani kati ya wale watu ambao hawaelewani. Kama for example vijana tumejaribu kuwaleta pamoja. Kuna zile factions within the community, zile maybe they are not agreeing kwa vitu kadhaa. So what we do, tunawaleta wakikuja kwa ofisi ya chief, tunawaleta pamoja, then they agree. Ofisi ya chief na mali wanapeananga ID. Kijana atakuja akulete hiyo living na all requirements, anataka kuchukua ID. And then chief atamwandikia barua. And then aende kwa ofisi ya kuchukua ID. By the time apate process ya, yani amalize process ya nini, it's almost 2 to 3 weeks. You understand? So inakuwa very hectic for the youth to pata pia ID. Sijui shida ni nini ya mbona ama mnaona vijana wako na time, but inakuwa very hectic before tu kijana aweze fanya hiyo process na one day. Sisi kama shirika huwa tunakuja katika jamii zetu tukiwa na zile kabila zetu tofauti na tukiwa na zile knowledge zetu tofauti, tunazileta kwa pamoja, manake kila jamii iko na nguvu yake. Hata zile shirika za serikali, tafadhali tubadilishe jina, isije ikaitwa baraza la wazee, ibadilishwe jina iitwe baraza la jamii. Pigeni makofi. By fire by force. Malalamishi ni aina tofauti. Pengine kesi ya mtu hajaenda kotini, pengine mtu amedhulumiwa, mtu ameambiwa atoe hongo na polisi, pengine hajaweza kujua. Hata saa zingine watu hupiga kujua ni polisi gani inaweza wasaidia nye karibu, because wanazaenda hapo na hawezi pata msaada. Tuko hapo, ni mshindi wetu. There are those that we are awarding them in cash, especially those ones who've been
doing the heavy lifting, the heavy sports like football and all that. We also have a number of trophies that we are giving, and of course medals that we are giving to communities. And also to remember the event, we're also giving merchandise to them from ourselves and from our partners, so that they can remember the event, and apart from that, also to help them remember that they won. Wengi tumecheza, walioshinda hongera, walioshindwa tutajaribu wakati mwingine. Na kwa watu wote ambao wamefanikisha shughuli hii ikawa nzuri, tungelipenda kuwashukuru wafadhili wetu wote. Dada yetu pale, asante kwa kutupa mkono wako wa heri, na wale wengine ambao tungelipenda ambao tujawataja, tafadhali mnaporudi nyumbani, Mungu awabariki, awafanikishe. Tutaendelea na kazi zetu, manake mtaa huu ni mojawapo wa mitaa ambao tunafanya kazi zetu. Say thank you for the gift of life that you have given unto us. Oh Lord, it is in Jesus' name we pray and believe.